Karibu katika sehemu ya 4 ya simulizi ya Kafara ya Penzi. Nilijaribu kumpigia tena kwa namba Jessica, majibu yalikuwa tofauti. Niliishiwa nguvu kabisa. Hatari kubwa nikaiona mbele yangu. Hapo sikuwa na uhakika kama kule guest wamejua au la. The number you have dialed is not available at this moment. Please try again later. Nilihisi wazi wamenikimbia. Na hata walikuwa na shaka na mimi. Na hata wale nilokuta nje hospitali wakasema hawamjui Jessica. Ndio walikuwa ni ndugu wa Jessica. Ila huenda walinizania dhana mbaya. Nilihisi hivyo. Nikawaza kurudi kule guest ni mambo yule dada aliyemshika Jessica anielekeze ni wapi anapoishi Jessica. Nikawasha gari, safari ya kurudi guest ikaanza. Bahati nzuri simu ikaita, ilikuwa ni Jessica. Nikapokea haraka. Halo, habari. Ilikuwa ni sauti ya binti, nikajua huyo ni Jessica mwenyewe. Kocha huko nikamuuliza, Jessica? Ndio, mimi. Wewe nani? Una shida gani na mimi? Mimi Adrian, nimetoka guest kwako. Muda si mwingi. Nahitaji tuonane na wewe. Please. Nakuomba niambie upo wapi nikufuate muda huu. Sasa mimi nakutana na watu wengi na leo nimehudumia watu wengi, bado sijakujua na hujaniambia una shida gani. Kama unakumbuka wakati natoka uliniuliza kama chumba changu nimeshamaliza kukitumia au bado nipo. Nikakujibu kuna mtu ndani. Sawa, nishakukumbuka. Una shida gani? Nahitaji kuonana na wewe. Niambie upo wapi nije please. Kwa muda huu kunipata ni wangu kakaangu. Kama unaweza kuongea kwenye simu, ongea. Kama huwezi basi nitafute kesho. Be honest. Kauli ya Jessica ilinikera mno na kunipandisha hasira. Nilijikuta namjibu kwa ghadhabu. Sasa wewe kama ningekuwa na shida na wewe, asubuhi si ningekutafuta asubuhi? Sasa hivi ni saa 8, muda wa kupumzika. Kama ningekuwa na shida na wewe asubuhi, si ningekuwa nishalala? Nimekwambia nina shida na wewe muda huu. Vipi hunielewi hapo? Niliongea kwa hasira sana. Nilijishtukia. Kwa nini namfokea mtu ambaye nilitakiwa niwe mpole kwake? Nilihisi nishaharibu. Kwani angekata simu na angegoma kunielekeza alipo kwa sababu ya kumfokea, ila ilikuwa tofauti. Ukali wangu kwa Jessica ukanipa nafasi ya Jessica kunielekeza tena kwa upole. Okay, samahani. Mimi nipo nyumbani, maeneo ya Nguvu Mali, Kagera. Karibu na kanisa la KKT. Ukifika hapo niambie. Thank you so much. I'm coming right now. Nilifanikiwa kufika hadi kwa kina Jessica. Nikamwomba aingie ndani tuongee, japo mama yake alionekana kuwa na hofu dhidi yangu. Ila Jessica alikubali, akaingia ndani ya gari. Nikapandisha kioo hadi juu na milango nikalock. Mbona napandisha vioo sasa? Kwa sababu nataka tuongee mazungumzo ya siri. Jessica akashtuka sana. Ya siri? Kivipi? Na siri gani? Haikuwa jambo rahisi hata kidogo. Nilihisi ni kama nabeti kumwambia yule binti ukweli. Sasa kama akikataa na akaenda kutoa taarifa, itakuwa nimejikamatisha mwenyewe. Nilikaa kimya kwa muda wa sekunde kadhaa. Sasa mbona uongei? Mimi na mgonjwa, mwanangu anaumwa kakaangu. Samahani Jessica. Nikatoa kile kiasi cha 500 nikaweka juu ya dashboard. Jessica, wewe ndio mtu pekee ulioniona nikiingia pale gesti na mdada. Yule mdada amefariki kule chumbani tukiwa kwenye tendo. Mimi sijamuua, kafa mwenyewe. Hivyo naomba msaada wako unioke kwenye hii kesi. Jessica alitoa macho, akabadilika kabisa. Alianza kuniogopa na kutetemeka. Please Jessica, mimi sijaua wala sio muuaji. Naomba msaada wako. Unahitaji msaada gani? Jessica aliingia na uoga hadi kuongea ikawa ngumu kwake. Hebu kwanza punguza hofu. Mimi nataka tufute ushahidi wote kuwa kwenye kile chumba
Niliingia na yule dada. Nataka kila mmoja ajue kuwa yule dada alikuwa peke yake. Na usije ukasema nilikuwa naye, please nisaidie. Hapana kakaangu. Je, polisi wakifanya uchunguzi wao na kujua ukweli kama utakuwa umeniweka kwenye matatizo? Hapana kabisa kakaangu. Siwezi kuriski maisha yangu. Nina familia inanitegemea. Hapana kabisa. Jessica aliongea huku anataka kufungua mlango na kutoka ndani ya gari. Ila milango ni lock, hivyo akashindwa kushuka. Please, naomba nishuke. Hapo ndipo nikakumbuka ile kauli ya wahenga kuwa mkono mtupu haurambwi. Na pesa inaweza kununua kila kitu na kubadilisha kila kitu kwenye hii dunia. Ilibidi niache pesa iongee badala ya mdomo kupata kazi ya kujitetea sana. Nitakupa milioni 5, naomba zima hii issue. Hapo Jessica akashtuka kwa mara nyingine, akaniangalia kama ambaye haamini au kudhani hajasikia vizuri. Hii ni 500. Naomba namba yako nikuingizie milioni 5 yote. Upo serious kakaangu? Jessica aliniuliza akiwa haamini kabisa anachosikia. Jessica, nataka unisaidie please. Cha ajabu Jessica alikuwa mpole na unyenyekevu kupitiliza. Kakaangu, siamini. Mungu akulipe katika hili. Mwanangu anaumwa na anahitajika kutoa milioni 1 ili akatibiwe Muhimbili. Siamini, nishakata tamaa. Mwanangu anaumwa na anahitajika kutoa milioni 1.6 ili akatibiwe Muhimbili. Siamini, nilishakata tamaa. Nilijikuta naingiwa na huruma, yaani milioni 1.6 zinamshinda. Nilishangaa kutokana na maisha aliyokulia. Sikutaka kuamini kama kuna watu wanakosa milioni 1 kwenye akaunti ya akiba hadi akati tamaa ya kumtibia mwanae. Na mimi nikaona ndio njia ya kupitia hapo. Pole Jessica. Na usijali, nitagharamia matibabu yote ya hiyo pesa. Please, twende tukafuta jina langu kule gesti. Tukio hilo lilinipa funzo kubwa sana kuwa sitakiwi kutamani umaskini, kwani ni mbaya sana. Ni bora uwe katili tu, lakini uishi kitajiri kuliko kuwa na wema na kuishi kwenye maisha ya umaskini. Umaskini ni mbaya, unadhalilisha. Huyu mmoja miongoni mwa watu wanauguza. Huyu ni mmoja miongoni mwa watu wanauguza na wagonjwa wao wanahitaji pesa nyingi, lakini kwa familia zao hazina uwezo wa kupata hizo pesa. Wanaishia kubaki nao ndani mwisho kufa bila kupata matibabu ya kuendelea kuugua. Omba kila kitu ila usiombe maskini. Chezea kila nafasi ila usichezee nafasi ya utajiri. Nilisikia kichwani mwangu sauti ikiongea, hivyo nilifanikiwa kwenda gesti na Jessica akafuta jina langu, huku akiniahidi hata mwambia mtu yoyote yule kadri ya uwezo wake. Tukiwa njiani turudi kwa kina Jessica, nilijikuta naingiwa na tamaa ya kumtaka Jessica. Hapo nilianza kumkagua kwa makini. Alikuwa ni mzuri mno, japo alikuwa ni binti wa kimaskini, ila uzuri wake hakuweza kujificha. Hapo akili ikawasiliana na mishipa ikasimama. Nikamhitaji Jessica. Nikimhitaji Jessica nilale naye? Hapo akili ikawasiliana na mishipa ikasimama. Nikamhitaji Jessica nilale naye. Sorry Jessica, wewe ni mzuri sana. Umeolewa? Akatingisha kichwa kukataa kuwa hajaolewa. Baba mtoto yupo wapi? Hata sijui alipo bwana, na wala sihitaji kujua alipo. Hadi hapo niliona kuna nafasi kubwa sana ya kufanikiwa kulala na Jessica. Sikutaka kulaza damu, nikamwambia Jessica, samahani. Kichwa hakipo sawa kabisa. Nahitaji kupata support katika usiku huu. Kama hautajali, naomba tutumie usiku huu pamoja. Je, Jessica atakubali? Je, akikubali, kipi kitatokea? Ni safari nyingine ya kifo kwa watu wanaokutaka. Je, Jessica atakubali? Je, akikubali, kipi kitatokea? Ni safari nyingine ya kifo kwa watu wanaokutana na Adrian, au ni kipi kinaendelea kutokea?
Usikose sehemu ya 5 ya simulizi hii ya Kafara ya Penzi. Msimuliaji ni mimi Lona Abubakar.